Kigamboni ilikuwa imekosa sehemu ambayo ni kitovu cha Kigamboni. Hakuna shughuli za sehemu ambayo shughuli za kiuchumi au shughuli za kiutawala zinafanywa hapo, ambapo wafanyakazi watakuwa wanakutana hapo, vibarua watakuwa wanakutana hapo. Kuna swala huwa najiuliza sana. Kwa nini Kigamboni haiendelei? Mchakato wa Kigamboni kuuza viwanja umeanza muda mrefu sana. Tunauza viwanja, tuna viwanja Kigamboni, watu ushikaji kibao na viwanja Kigamboni. Lakini bado kila nikivuka pale pako vile vile, maendeleo pekee naona pale ni daraja tu. Lakini pia ukiangalia mfano maeneo kama Bunju, Goba, miji ile inakuwa, but why not Kigamboni? Kuna miradi mikubwa, kuna project kubwa, kuna taasisi kubwa, kuna yani a lot of big investments imepigwa sana kile Kigamboni. Tukiizi kama this ilikuwa inaenda kuwa New York yetu mpya. But what happened? Nini kimetokea Kigamboni? Kwa nini iko vile? Mtu mmoja ashaye kuniuliza kwamba Kigamboni haijai tu. Mbona nimeanza kusikia mnauza viwanja muda mrefu sana? Kwa nini? Kwa nadhani na wewe msingi wako wa swali ni hilo kwamba licha kwamba Kigamboni imependelewa kuwa na miradi ya kimikakati na mashirika yetu makubwa ya uendelezaji milki kwa maana ya NHC, NSSF, Watumishi Housing, lakini tumeona kuna makampuni pia binafsi kama wale waliojenga Avic Town, Amidu City. You see, ni kweli wamefanya miradi mikubwa sana na viwanja vingi vinauzwa huku. Lakini kwa nini hapaendelei? Hii ni swali la msingi sana. Moja ni kwamba wakati serikali na mpango wa kuifanya Kigamboni kuwa mji maalum au mji wa kipekee, ilikuwa na plani ya namna Kigamboni yote itakavyokuwa. Sasa walioona ile plani walianza kufanya maendeleo. Sasa ile plani ilivyokufa na miradi yao ni kama ikafia hapo. Lakini kubwa ambalo limefanya Kigamboni ichelewe ni ile kukosa kitovu cha Kigamboni au nucleus, yani ile sehemu ambayo unasema downtown au CBD kwa lugha ya kitaalamu, tunaita mjini kati, pale kitovu cha shughuli za mji wa Kigamboni. Kigamboni ilikuwa imekosa sehemu ambayo ni kitovu cha Kigamboni, sehemu ambapo watu watakuwa wanaenda kwa ajili ya shughuli zao, kwa labda sehemu ya ajira, sehemu ambapo watu watakuwa wanakutana. Umeona kama Dar es Salaam watu wengi tunakutana Posta, tunakutana Kariakoo, ile ndo mji au ndo mjini kwa Dar es Salaam, si ndio? Sasa Kigamboni ilikosa hicho kitu. Uwezo kuanza kujenga nyumba za makazi bila kuwapa watu sababu ya kuishi huko. Kwa hiyo ndo imefanya Kigamboni ichelewe kuendelea. Kwa sababu ndatokea Kigamboni Kimbiji, naenda wapi? Na ndio maana umeona Kigamboni sehemu pekee ambayo imekuwa kwa haraka ni maeneo karibu na feri, kwa sababu watu bado wakawa wanaitegemea Posta na Kariakoo kwa shughuli za kila siku. Unaelewa? Kwa hiyo Kigamboni ilikosa kitovu cha Kigamboni. Yaani pale mahali ambapo labda kuna chuo kikubwa au kuna soko kubwa au kuna mji fulani ambao umekuwa umeendelezwa ambao watu watakuwa wanakutana hapo. Hicho ndo kilichochelewa kufanywa Kigamboni. Hakuna shughuli za sehemu ambayo shughuli za kiuchumi au shughuli za kiutawala zinafanywa hapo, ambapo wafanyakazi watakuwa wanakutana hapo, vibarua watakuwa wanakutana hapo. Kwa hiyo ikafanya Kigamboni ikose maana ya maisha, kwa sababu nitoke Kimbiji kwenda feri. Ushanielewa? Ni kweli kwamba kutoka Posta mpaka Kimbiji au kutoka Posta mpaka Tundusongani au kutoka Posta mpaka Mwasonga ni sawa na kutoka Posta mpaka Mbweni, kutoka Posta mpaka Goba, kutoka Posta mpaka Bunju. Lakini kwa sababu hakuna kitovu upande huu wa Kigamboni plus na ile accessibility, yani ile ufikaji wa Kigamboni, ilipafanya Kigamboni pachelewe kukua. Lakini sasa hivi Kigamboni inakuwa kwa kasi sana kwa sababu tayari wameipa kitovu, na sio tena kitovu, vitovu. Kwa sababu sasa hivi makao makuu ya wilaya yamejengwa Geza Ulole na maeneo ya karibu yanakuwa kakaa sana. Pale wamejenga halmashauri, wamejenga ofisi za mkuu wa wilaya, wamejenga ofisi ya polisi pale, hospitali ya wilaya. Kwa hiyo unaona pana movement kubwa ya watu, wafanyakazi wanakuja pale na nini. Kwa hiyo imepafanya watu kama waanze kusogea, sababu Geza yenyewe ilikuwa imesimama. Lakini sasa hivi maeneo ya Geza, Dege, Cheka yameanza kuchangamka kwa sababu ya ile kitovu cha
shughuli za kila siku pale Geza Ulole. Lakini pia kumekuwa na ongezeko kubwa la viwanda pale Kisarawe tu Mwasonga. Kwa hiyo ongezeko hili la viwanda limefanya kuwa kuna uhitaji wa maeneo ya makazi au nyumba za makazi. Kwa hiyo imefanya uwepo wa hivi viwanda hapa Kisarawe tu Mwasonga, Kimbiji umefanya watu waanze kuhamia kwenye maeneo mengi ya Kigamboni, kwa sababu tayari wanakuwa wengine wanafanya kazi pale, shughuli zao za kila siku zinakuwa zinategemea pale. Kwa hiyo imefanya Kigamboni pakue kwa kasi sasa hivi. Lakini pia la tatu ni ujenzi wa ring road ya Kigamboni. Unajua Kigamboni ndio sehemu pekee ambayo ina ring road ambayo imejidefine vizuri tofauti na sehemu nyingine. Ukianzia pale feri, kuna barabara inapita toka feri inakuja Kibada, inakuja Mwasonga, inakuja Tundusongani, inarudi Kimbiji. Na kurudi Kimbiji inakuja Cheka, Geza Ulole, inaenda feri tena au darajani. Lakini pia ukifika pale Tundusongani kuna barabara ya kutoka Kibada na kutoka Kimbiji inafika Tundusongani, halafu inakwenda Vikindu kwa maana ya Mkulanga. Kwa hiyo unaweza kuona ina ring road ambako kamejidefine vizuri kabisa. Na tayari serikali ipo kujenga barabara na mkandarasi yuko barabarani. Kwa hiyo hivi vitu vimeanza kufanya Kigamboni ya mke sana. Kwa sasa hivi tutegemea kuona ukuaji wa Kigamboni wa kasi zaidi kwa sababu ya haya ambayo yanaendelea kufanywa kwenye wilaya ya Kigamboni. Na ndio maana na sisi kama LAPEX hatuko mbali. Tunaangalia maeneo ya kimkakati. Ndio maana tutatukuta tuna mradi Tundusongani, tuna mradi Kimbiji kwa sababu yako kwenye hiyo chain ya viwanda na hiyo barabara kubwa. Kwa hiyo movement za watu zimeanza kuongezeka na sasa hivi huduma za kijamii zote zinapatikana kwa maana ya maji, umeme. Kwa hiyo tutegemee miaka hii 5-10 Kigamboni iwe mji mwingine wa kitofauti kabisa.